Yaani Naga nitakuja nimfanyie kitu mtoto huyu kivuruge wa kijiji huyu mpaka kijiji chote, watu wote iwe wananilaumu mimi kila kukicha. Yaani asubuhi wananilaumu, jioni wananilaumu. Huyu kijana huyu amezoea kuvuruga watoto wa watu. Huyu mtoto huyu mbona namuendea huko na hii kazi naacha sasa. Kila siku duniani kuna mengi yanatokea, mambo ya hapa na pale, ushirikina umetawala. Baba alikuwa na mke mmoja, akaongeza mke wa pili, na Mungu akamjalia, akampa pesa nyingi, utajiri. Na si unajua katika mapendo kuna tena wewe. Nilikuwa nakutafuta sana. Hivi wewe unajiona kama nani? Habari ya nini? Basi shikamoo. Yaani mimi kama kuamkiwa na watu wengi tu. Usiponiamkia mimi siathiriki chochote. Umenielewa vizuri? Nasema hivi. Yaani nikuulize tu, wewe unajiona kama nani hapa kijijini? Sababu. Mbona yani kwani unaongea hivyo? Aha, wewe ndo mwanaume shababi kijiji kizima, si ndo manake? Sasa nasema ngoja, nasema hivi, mwanangu mimi muone kama kituo cha polisi. Naga ukija ukiniharibia mwanangu, nitakacho kufanyia wewe hapa kijijini watu wote watanilaumu. Wewe nadhani unijui vizuri. Unaniona tu natembea. Wajifanye tu uko bize na mambo yako. Ngoja. Wewe una ruhusa ya kunijibu chochote. Wewe unataka unisikilize tu, sio kuongea. Wewe kuna unachokifanya mimi nisichokijua. Umenielewa vizuri? Mambo yako yote, ujinga wako wote, hakuna ambao mimi siujui. Tafuta wa kuwachezea na sio mtoto wangu mimi. Tafuta wa kuwachezea Naga. Narudia tena. Unanitafutia lawama. Wewe unanitafutia lawama. Ukome. Ukome nimekuambia. Mama, basi usiondoke na Rio basi. Huyu ni mlevi. Huyu ni mlevi. Sababu yeye ndo ambaye ameniona mimi. Lakini analosikia baba jamaa nao kuona. Hata siende safari yenyewe. Chaga hili. Yaani shoga yangu nashukuru umefika. Kuna jambo jema nataka nikuambie. Jambo lipi hilo shoga yangu? Kuhusu huyu Mkwasta. Mkwasta? Kafanyaje? Yaani sasa mambo yamepamba moto. Si nataka kunioa. Kwa shoga yangu kabisa umelizia kabisa kwa yule mtu ambaye hajulikani hata anakotokea. Shoga yangu, kuolewa ni bahati. Anatokea mtu anataka kunioa nikatae. Nataka niendelee kukaa na kaka yangu Mwarabu. Awe anafanya kazi ya kunipiga. Nimechoka, bora niolewe, niko tayari. Haya, sawa kama umeamua hivyo. Mbona kinyonge? Hamna, mbona nimechangamka. Basi sawa, natarajia kukuona siku ya harusi yangu. Haya, sawa, haina shida. Poa. Tukachote maji basi. Usichota maji mimi hata sijisikii ndo kuchota maji. Basi nisindikize mimi. Hapana bwana. Kuna shoga yangu mbona mbadilika ghafla hivyo je? Hamna. Sawa. Kuja mimi nikachote. Haya, sawa. Kila siku duniani kuna mengi yanatokea, mambo ya hapa na pale, ushirikina umetawala. Baba alikuwa na mke mmoja, akaongeza. Jana nimekuita hapa. Na nimekuita hapa nilikuwa na uwezo kuchukua mgambo nikakufuata huko. Lakini kwa sababu wewe ni sehemu ya kijiji changu na mimi nakipenda kijiji changu na amani iliyokuwepo. Labda nikuulize swali. Wewe kijana mtu mzima kama wewe, kibakuli, mwili mkubwa kama huo. Unamjua Shaima? Shaima. Unashangaa nini? Mwenyekiti. Mimi naomba uniambie kitu gani ulichoniitia. Sawa.
Haya mambo ya Sheima, si unamjua Sheima, yaani hayahusiani na kitu chochote kile. Unataka kuzunguka, unataka kunizunguka ubongo wangu. Sasa ngoja niende moja kwa moja. Alikuja Mama Shaima. Mama Shaima nadhani ameniletea malalamiko yako, tena ni mazito sana. Hivi wewe kuacha watu wazima wenzio kwenda kutembea na yule binti? Tena binti yeye bora angekuwa mtaani tu. Binti ambaye anasoma ni mwanafunzi. Ni staajabu na nimekushangaa. Kijana kama wewe mwenye nguvu, umeshiba namna hiyo, unaacha kutembea na watu wazima wenzio kutembea na yule binti kweli? Mwenyekiti, labda nikwambie kitu kimoja. Sitaki maelezo mengine. Nisikilize. Niambie yule binti. Nisikilize mwenyekiti, mwenyekiti nisikilize. Unataka tubishane sasa? Hapana. Nabishana na serikali. Hii ni serikali. Hata kama sijavaa sare, mimi ni serikali. Nisikilize ninachosema. Yule mama yake mimi namfahamu vizuri, labda umfahamu vizuri. Shughuli yake sio nyepesi kama unavyofikiria wewe. Huu ni mzigo wa misumari. Ukiweka kichwani unaumia. Ukibeba mkononi unaumia. Unatakiwa kuwa makini sana. Unanielewa? Kitu ambacho umekifanya inawezekana kina ukweli 70%. Hebu niambie. Mwenyekiti, labda nikwambie kitu kimoja. Unajua hapa kijijini watu wengi wananikia wivu sana. Na hii yote inatokana kwa sababu mimi sasa hivi napendeza. Mimi niko tofauti na vijana wengine. Alafu kumsaidia mtu hakuna dhambi. Kumsaidia nini? Sasa yule mtoto naye anakuja na anaomba tu bana kaka mjomba, sio mimi anaita baba mdogo, sio nini, nigishi 500, nishindwa kumsaidia. Na alikuwa namuona kabisa na ana njaa. Nishindwa kumpata shilingi 500 ya miogo. Kwa hiyo mimi wema wangu wa kumsaidia yeye, kumpa shilingi 500, mama yake ndo aje kunifedhesha hivi. Mama yake ndo aje anataka kunidhalilisha hivi. Hii ni kaji mwenyekiti. Wewe unajaribu kunizunguka mimi na unajaribu kunikimbia. Sasa ninachokuambia, siku ili ninalokuambia likibainika kweli wewe ni mhusika, utafahamu vizuri kwamba mimi ni mwenyekiti au mwenye sturi. Siku hiyo utatambua vizuri. Sitakuwa na sura kama hii, nitakuwa na sura zaidi ya 3. Nitakuwa chui, nitakuwa simba, nitakuwa mbwa, tena mbwa mwitu. Naomba kama hili jambo unalifanya iwe mwanzo na mwisho. Ondoka hapa na hili neno. Nitakuchukulia hatua kali mno. Itakuwa ni mfano kwa mwenyekiti. Nisikilize. Nimemaliza. Nisikilize. Umekataa. Nisikilize kwanza mwenyekiti, nisikilize. Kama mmeandaa mpango wa kunipiga mimi hela, hiyo mmenoa. Na kama unataka kuniamisha hebu nisikilize basi. Nisikilize mwenyekiti. Wewe fanya kazi yoyote kijijini kula kulala, tuna hela gani wewe? Wewe mjinga nini? Eti nataka kukupiga hela nguo moja kila siku hiyo hii. Alafu ujifanya unataka kupiga hela nani? Shati moja kila siku linapanuka tuntu limeshiba shiba huko kwembamba huko kunene alieleweki tipo tipo unajifanya una hela. Wewe utanitambua mimi. Mimi nataka nipate hela kwako, unajua. Hapa hapa. Bwana kubwa hapa leo tumekutana. Sasa nataka nikupe salamu zako. Na taarifa njema kuhusiana na jambo lile la juzi pale. Nikwambie wanavijiji wote nishawaambia. Na mama yake yule binti nishamwambia. Umeelewa? Kwa kila mtu anajua mbona saizi mwalimu wa kubomoa wanafunzi. Hivi wewe unatafuta nini mwanangu? Wewe unataka nini? Hapo mbona kitu ambacho nakitaka wewe mimi sikitaki? Sasa sikize nikwambie. Huu mwali ambao ulikuwa unautafuta wewe siku zote. Sasa leo nakuonyesha mwali wenyewe ni nini. Wewe unatafuta nini? Jamani, kwanza karibuni. Na nimewaita hapa kwa sababu sina mambo mengi sana ya kuzungumza. Lakini kushukuru jambo hili limepita salama. Na pia nimshukuru Bwana Shemeji pamoja na wewe Bwana Laki ili jambo kulifanya kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo nimewaita hapa mimi na jambo moja la muhimu la kuzungumza. Kwanza, dada yangu ameolewa. Pili, atulie ndani ya ndoa yake na Bwana Shemeji yangu. Bwana Shemeji, kwanza mimi niseme kitu kimoja. Tusameane kwa yale yaliyopita. Naamini tunaishi maisha mapya. Na dada yangu nisamee kwa sababu yale mengine kutaka kutengenezea kitu ambacho kipo bora au maisha yaliyokuwa bora.
Nadhani umenielewa dadangu. Na pia ukatulie ndani ya ndoa yako. Unanijua kaka yako akija kuniambia vitu vya ovyo ovyo nitacho kufanya. Tusiende huko, turudi huku, jambo ambalo nimewaitia hapa. Bwana Laki, mimi najua umekaa na bwana shemeji yangu kwa kipindi kirefu tangu afike hapa. Kwa hiyo mimi kama mtoto wa kiume, wewe unajua kwamba familia au baba na mama walituachia vibanda viwili vitatu hapa kijijini na mashamba. Kwa hiyo mimi ninachoamua, kwa vile dada yangu amefikia hatua ya kuolewa, hawezi kukaa na mimi hapa nyumbani. Wewe unanipiga mimi. Dada. Wewe utakuua. Unaniua mimi. Unataka kuniua mimi wewe? Unapiga nini? Unapiga nini? Uliko salako. Nitakuja kukuua nakwambia. Wewe tulia, nitakuja kukuua nakwambia. Umeelewa? Yaani hiki hapa kufanyia ni kidogo tu ili nitoe la. Sikilize. Wewe umepanga uoneze na niki vijiji vizima, si ndivyo? Sasa eneza. Nikija kusikia tena wanangu. Nikija kusikia tena. Wewe unanielewa wewe. Wewe. Dada takuua. Dada. Wewe unanipiga mimi. Wewe nitakuua. Nakwambia wewe. Afu wewe mzaluka unaacha mimi napigwa. Miti yako kila siku nakubulia kununua pombe, aiki pombe. Sigara hapo wewe unaacha tu napigwa. Aniachie mimi niendelee maisha ya kusangalai. Yeye na mume wake akakaa nyumba ya bondeni la Na kule chini. Kile kibanda cha bondeni. Kwa hiyo nilikuwa na hilo. Kwanza bwana Mwarabu, mimi nikupongeze sana kwa hatua uliochukua na moyo ulioonesha. Kiukweli hii jambo ambalo tunalizungumzia leo kwangu imekuwa ni kama historia, kwa sababu kitu ambacho sikukitegemea. Na nikupongeze pia kwa hatua kubwa, kwa sababu kumkaribisha shemeji yako kwenye familia yenu, lakini pia kumkabidhi kule nyumba ya kuishi ni kitu kikubwa. Ukiangalia uweze kukaa naye, na hata mimi kusema ni wachukue nikae nao pale kwangu inawezekana, kwa sababu si chumba mbili na sebule. Lakini mimi mwenyewe pia nimeishi kwa muda mrefu bila mwanamke, kwa sababu mwenyewe bado siko tayari kwa sasa kukaa na mwanamke. Kwa hiyo nikupongeze kwenye hili, na pia nishukuru kwa kuwa tofauti zenu zimetoka. Bwana Mkwasta, mimi nafikiri hili jambo limekaa vizuri. Na sasa wewe tayari ushakuwa katika familia ya Mwarabu. Kwa hiyo kukiwa na chochote binafsi utakuja kwangu, lakini asilimia kubwa wewe sasa ni upande wa shemeji yako Mwarabu. Hapo uko sawa. Na mimi labda nizungumze kidogo. Bwana Mwarabu. Kwa shemeji. Niambie mimi. Bwana, yaliyopita Yamepita. Tuyajenge yanayokuja. Sasa mimi sina kinyongo na wewe. Kwa sababu ulikuwa unamtunza dada yako. Ndio. Huyu dada yako bila wewe singemkuta katika hii hali ambayo nimekuta. Kwa hiyo tu kwamba mimi nimekusamehe. Ila yamepita. Bwana Laki. Mimi nishukuru. Vipi dada, una lolote la kuongea? Sina la kuongea kakaangu zaidi ya shukrani. Na mimi binafsi nafikiri limekaa vizuri. Mimi na hadi ya kukutana na mwenyekiti Bwana Chingo, kwa nafikiri kwa hiyo tumelimaliza. Sioni kama kuna sababu ya kupoteza muda tena. Basi karibu tena bwana. Hamna shida. Karibu tena. Bwana Mkwasta, endelea vizuri. Shemeji, karibu sana. Baba kageuka simba, simba, simba karatasi, simba. Baba kageuka simba, simba, simba karatasi, simba. Baba kageuka simba, simba, simba karatasi, simba. Mwanangu fala kwe. Simba, 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 kila siku duniani
kuna mengi yanatokea, mambo ya hapa na pale, ushirikina umetawala. Baba alikuwa na mke mmoja, akaongeza mke wa pili, na Mungu akamjalia, akampa pesa nyingi.